Ukiachana na binadamu ambaye anaweza kuishi kwa wiki chache bila chakula, asili imejaa makubwa, maajabu. Kuna viumbe ambao wameweka rekodi za kushangaza kwa kukaa miezi mingi, miaka na hata miongo kadhaa bila kuweka tone la chakula mdomoni. Viumbe hawa hutumia mifumo ya kipekee ya kibiolojia kupunguza utendaji wa miili yao ili kulinda uhai. Kwenye makala haya tunakwenda kuwaangazia viumbe vitano hai ambavyo vinaongoza kwa uwezo wa kustahimili njaa kwa muda mrefu zaidi duniani. Nambari 5 inashikiliwa na mamba wa mtoni. Muda wa kuishi bila chakula ni miezi michache hadi mwaka mmoja. Mamba ni mmoja wa wanyama wanaowinda kwa ufanisi mkubwa zaidi duniani. Wakiwa viumbe wenye damu baridi, hawahitaji kutumia nishati ya chakula ili kuzalisha joto la miili yao kama wafanyavyo simba na binadamu. Mamba wana uwezo mkubwa wa kuhifadhi nishati. Wao huwa hawajishughulishi sana, wanaweza kukaa masaa mengi wakiwa wametulia tuli majini ama ufukweni. Wanapofanikiwa kupata mlo mkubwa kama vile mnyama nyumbu, mfumo wao wa mmeng'enyo wa chakula husaga kila kitu hadi mifupa na kuhifadhi kama mafuta mwilini. Wakati wa uhaba wa chakula, mamba anaweza kuishi kwa kutegemea tu mafuta yake ambayo yamehifadhiwa kwa miezi mingi iliyopita, na mamba wakubwa wanaweza kufikisha hadi mwaka mzima bila kula chakula chochote. Nambari 4 ni kobe mkubwa wa Galapagos tortoise. Muda wa kuishi bila chakula ni mwaka mmoja. Hawa ndio kobe wakubwa zaidi duniani ambao wanapatikana kwenye nchi kavu na wana sifa ya kuishi miaka mingi sana hadi zaidi ya miaka 100. Wanapatikana katika visiwa vya Galapagos vilivyopo bahari ya Pasifiki. Kobe hawa wana metaboliki ya polepole sana kwa asili, na kutokana na kuwa viumbe wenye damu baridi, miili yao mikubwa ina uwezo wa kuhifadhi kiasi kikubwa cha maji na nishati ya mafuta. Wanapokosa chakula na maji, wanaweza kupunguza matumizi ya nishati mwilini mwao kwa kiwango kikubwa. Katika karne ya 18 na 17, mabaharia walikuwa wakiwabeba kobe hao wakiwa hai kwenye meli zao kama chanzo cha nyama safi, kwa sababu walijua kobe hao wanaweza kuishi hadi mwaka mzima ndani ya meli bila kupewa maji wala chakula. Nambari 3 ni mwalo. Hawa ni chura jangwani, burrowing frog. Muda wa kuishi bila chakula ni mwaka mmoja hadi miaka 2. Vyura hawa wanapatikana katika maeneo yenye ukame mkubwa, hususani nchini Australia na maeneo ya jangwa la Amerika ya Kaskazini. Maisha yao mengi yanategemea kukwepa jua kali linaloweza kukausha ngozi zao. Mvua zinapoisha na wadudu wanaoliwa wanapotoweka, chura huyu hutumia miguu yake ya nyuma kuchimba ardhi na kuingia ndani kabisa ya udongo, kujifunika na tabaka la ngozi iliyokufa ili kuzuia unyevu mwili mwake usipotee. Kupunguza mapigo ya moyo na kasi ya upumuaji hadi kiwango cha chini kabisa. Hutumia akiba ya maji na mafuta yaliyohifadhiwa kwenye kibofu chake cha mkojo. Anaweza kukaa chini ardhi kwa zaidi ya mwaka mmoja bila kula, akisubiri harufu ya matone ya mvua ili kufufuka kwake. Nafasi ya 2 inashikiliwa na samaki mapafu ya African lungfish, ambao kwa kawaida sisi tunafahamu kwa jina la kambare. Muda wa kuishi bila chakula ni miaka 3 hadi 5. Samaki huyu anapatikana katika madimbwi na mito ya bahari ya Afrika, tofauti na samaki wengine wanaotegemea mata mvua gills pekee. Samaki huyu ana mapafu halisi yanayomwezesha kuvuta hewa ya oksijeni ya mazingira ya nje. Wakati wa kiangazi kikali, madimbwi yanapokauka na kukiwa hakuna chakula, samaki huyu hafi kwenye matope, badala yake kujichimbia chini kabisa ya matope ya mto uliokauka. Hutoa ute mzito unaoganda na kutengeneza mfuko maalum, cocoon, wa kujilinda. Huacha tundu dogo la kupitishia hewa na kuanza kulala usingizi mzito. Katika kipindi hiki mwili wake hula misuli yake mwenyewe kwa kiwango kidogo sana ili kupata nishati. Anaweza kukaa humo kwa miaka 5 akisubiri mvua irudi bila kula kitu chochote. Na namba 1 inashikwa na dudu kinyonga ama tardigrade water bear. Muda wa kuishi bila chakula ni miaka 30. Tardigrades ni viumbe vidogo sana wa darubini ambao hupatikana karibu kila mahali duniani, kuanzia kwenye kina kirefu cha bahari hadi kwenye vilele vya milima mirefu. Licha ya udongo wao, ndio viumbe wagumu zaidi kuharibiwa duniani. Kiumbe hiki kikabiliwa na mazingira magumu yasiyo na chakula wala maji, huingia kwenye hali ya kisayansi inayoitwa
cryptobiosis. Katika hali hiyo hutoa takribani 95% maji yake yote mwilini mwake, husinyaa na kuwa kama donge gumu lililokufa. Husimamisha mfumo wake wa metabolic, yaani metabolism, kwa 99.99%. Wakiwa katika hali hii wanaweza kukaa kwa miaka 30 bila kula wala kunywa, na wakipata maji tu huzinduka na kuendelea na maisha yake kama kawaida. Viumbe hawa wanatufundisha kwamba katika ulimwengu wa wanyama, nguvu pekee hazitoshi kushinda mapambano ya maisha. Wakati mwingine uwezo wa kusubiri, kupunguza matumizi ya nishati na kukabiliana na mazingira magumu ndiyo siri kubwa ya kuendelea kuwepo duniani. Kati ya viumbe hawa watano, ni kiumbe gani amekushangaza zaidi na uwezo wake wa kustahimili njaa? Mimi ni Godfrey Chacha, Sauti Dhahabu, Monyo Pro Max. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare makala hii. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.